hata ukimuoa mke ukimpa mahari nusu, alafu baadaye ukakaidi kutompa mahari yake mpaka ukafa, umekula mali ya mtu kwa bahati, hujampa mahari yake. Ni wangapi wanadaiwa mahari hapa msikitini? Na wengine mshakuwa vizee vikongwe, ukifika kwao mkewe anakushtakia, shekhe, mume wangu hajanipa mahari mpaka sasa, mwambie huyo anakufa na deni. Alafu yeye anajichekia, mke wangu wana mpaka leo unanidai tu. Ndio unadaiwa zako, haki yake. Wazee, msinikazie macho wala msinichukie, wengi wetu tunadaiwa mahari na wanawake. Alafu tena cha ajabu inakuja baadaye, watu wanarithi, unajua kama mama alikuwa anamdai mzee. La haula wala quwwata illa. Ukiambiwa haya pige, anamdai 40,000. Sasa wewe 40,000 zilikushinda wewe kulipa? Na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakaye kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama hakumlipa mwanamke mahari yake, laqiya Allah wa huwa zanin, atakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa mzinifu. Na mwenye kudaiwa asilipe deni na alikuwa na uwezo wa kulipa kwa maksudi tu akakataa kulipa, laqiya Allah wa huwa sariq, atakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa mwizi. Lakini Mwenyezi Mungu anajua kuna wengine wanataka kulipa, hawana uwezo. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anasema, mwenye kuwa na nia ya kulipa na hakuweza kulipa, Mwenyezi Mungu atamlipia. Lakini ajabu, wewe ambaye mke uliyempenda ukawa umemuoa eti ukampa mahari nusu, na imekuwa hiyo ni kawaida leo, katoa nusu tu, hayo nusu nyingine ujue ndo mpaka Kiyama. Ukirudi nyumbani leo ukamuulize mkeo, mahari yako imebaki senti ngapi, pesa ngapi, hata kama una miaka 40 katika ndoa, wewe unajua utakufa lini? Usile mali za watu kwa batili, ukawa ndani yake kuna nia nyingine. Kama mwenzetu huna uwezo, tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe uwezo ukalipe mahari. Na wewe unaonekana unadaiwa, maana unamtizama sana, uende ukalipe mahari ya watu. Hakuna sunna ya kwamba unalipa nusu unaendelea kukaa mpaka ufe ndio uangalie na warithi wako eti ukalipe mahari ya watu. Walipeni mtu awase wa atun nisaa sadaqatihin, wapeni mahari yao. Allahumma qad ballaght, Allahumma fashhad. Ya Rabbi, nimefikisha. Ya Rabbi, kuwa shahidi.